Yesu atasikia. Umeshindwa na afya yako, mwite Yesu atakuokoa. Majukumu yamekuzidi, mwite Yesu ni mwaminifu. Atatengeneza njia kwa ajili yako, atatengeneza njia kwa ajili yako. Anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yako. Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa katika Kristo. Basi siku ya leo Mungu atatengeneza njia katika maisha yako. Muombe sana Mungu siku ya leo akutengenezee njia katika maisha yako. Leo nitakusomea kitabu cha Methali sura ya 22 na mstari wake wa 9, nayo inasema hivi: mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, maana humpa maskini chakula chake. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Methali sura ya 22 na mstari wake wa 9 inasema, nitarudia: mwenye jicho la huruma atabarikiwa, maana humpa maskini chakula chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu la siku ya leo ni somo zuri sana ambalo linaloweza kukuonyesha ni wapi ambapo unapoweza kupata baraka zilizokuwa ni nzuri katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo somo letu la siku ya leo linasema nguvu ya sadaka na msaada. Lakini siku ya leo tutajifunza jambo moja, tutajifunza nguvu ya msaada. Lakini watu wengi sana wameshindwa kutofautisha kati ya sadaka na msaada. Bwana Yesu asifiwe. Nitakupa ufafanuzi kidogo kuhusu habari ya sadaka na msaada ili tuweze kufahamu msaada ni unapaswa kutoa sehemu gani, na hii sadaka pia unapaswa kutoa sehemu gani. Mtu mwingine anajichanganya kwamba anapoenda kusaidia yatima anasema nimetoa sadaka. Mtu anapoenda kutoa kitu kanisani anasema kwamba ametoa msaada. Hapana, hivyo vitu ni tofauti kabisa, vitu tofauti, na leo tutaviona kwa ujumla vyote vina maana gani na tuweze kujifunza kwa kina zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi moja kwa moja nitakutofautishia tofauti hizo mbili za sadaka na msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Msaada maana yake ni msaada ni kutoa kwa huruma na upendo ili kumsaidia mtu aliye katika uhitaji. Msaada ni kutoa kwa huruma na upendo ili kumsaidia mtu aliye na uhitaji. Mtu aliye na uhitaji kwa maana gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wenye mahitaji maalum ndio wanaopewa msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, watu wenye mahitaji hapa tunaona kwamba ni yatima, wajane au mjane, maskini, wagonjwa. Hao ndio watu wanaohitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeona msaada ni kutoa kwa huruma na upendo ili kumsaidia mtu aliye katika uhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kitabu cha Methali sura ya 19 na mstari wake wa 17 utakutana na kitu ambacho kinachosema kwamba amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe unapokuwa unamhurumia maskini au unapotoa kitu ili kumsaidia maskini, wewe umemkopesha Bwana. Na yoyote anayemgusa maskini au mjane au mhitaji yoyote anagusa roho ya Mungu moja kwa moja. Bwana Yesu
Yesu asifiwe sana. Pia ukisoma Yakobo sura ya kwanza na mstari wake wa 27 inakuonyesha ni namna gani jinsi dini iliyokuwa safi ni dini ya namna gani, ni dini ya kuja kufanya kitu gani mbele za wahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakuta kwamba anakuambia dini iliyo safi sio na mawaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Dini ya Yakobo sura ya kwanza na mstari wake wa 27 utakutana na hiyo habari, anakuambia dini iliyo safi, anakupa vitu ambavyo dini iliyo safi inatakiwa kuifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisoma hiyo Yakobo sura ya kwanza na mstari wake wa 22 utakutana na habari ambayo inasema dini iliyo safi isiyo na mawaa ni kuwatembelea yatima, wajane katika dhiki yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoenda kuwatembelea yatima ndipo unapopata baraka katika maisha yako. Unapoenda kuwatembelea hawa wajane katika dhiki yao ndipo unapopata baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona maana ya msaada ni kitu gani. Pia tumesoma maandiko mawili matatu hapa na tukaona ni namna gani jinsi Mungu anavyotushauri na Mungu anavyotupa ufungulivu katika msaada kuwasaidia watu wenye mahitaji. Kwa maana hiyo sadaka ni nini? Sadaka ni utoaji wa hiari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni utoaji wa hiari unaotolewa katika madhabahu ya Mungu wa kweli kama ishara ya vitu hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka ni utoaji wa hiari unaotolewa katika madhabahu ya Mungu wa kweli kama ishara, namba 1, ibada; namba 2, shukrani; namba 3, imani; namba 4, upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sadaka haitolewi kwa yatima. Sadaka inatolewa madhabahuni kwa lengo la kusapoti huduma ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona hapa kuna vitu vinne: ibada, shukrani, imani, upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sadaka imebeba vitu hivi, na sadaka inatolewa madhabahuni, sio kwa wajane wala kwa yatima. Kwa yatima na kwa wajane kunatolewa msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaangalia msaada unafungua vitu gani katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Msaada unafungua baraka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo msaada tunaousoma sisi ni ule msaada ambao unaoenda kutoa kwa wajane na yatima na wale watu wenye mahitaji maalum katika maisha yao. Unapotoa msaada kwa yatima na wajane, unagusa moyo wa Mungu moja kwa moja. Ni kwa nini ninakuambia unapotoa msaada unagusa moyo wa Mungu moja kwa moja? Ngoja nikusomee andiko hapa la Zaburi sura ya 41 na mstari wake wa kwanza. Utaona pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona pale kwa nini nakuambia msaada kwa wajane, yatima na wale wasiojiweza unafungua baraka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Zaburi ya 44 na mstari wake wa kwanza inasema kwamba heri amwangaliaye maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri amwangaliaye maskini. Ukiendelea mbele kidogo anasema Bwana ataponya siku ya taabu. Kwa hiyo unapokuwa unamwangalia maskini, unapokuwa unatoa msaada kwa wale watu ambao wasiojiweza, Bwana anasema atakusaidia katika siku za taabu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapotolea maskini, kumpa chakula, kumpa kitu chochote katika maisha yake, kugusa maisha yake, Bwana anasema atakusaidia siku ya taabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze sana kutoa
Tujifunze sana kutoa sadaka, tujifunze sana kutoa misaada. Misaada inazaa baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Misaada inazaa baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio kwa maana pia tena ukisoma Kumbukumbu la Torati mstari wa 15 na mstari ukisoma Kumbukumbu la Torati mstari wa 15, Kumbukumbu la Torati sura ya 15 na mstari wa 7 mpaka wa 8, utakutana na habari inayosema kuhusu habari ya wajane na yatima. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashauriwa kwamba tusifunge mikono yetu, bali tuifungue mikono yetu kuweza kuwasaidia wale wahitaji ambao ni maskini na wahitaji, na wale watu ambao waliokuwa yatima, wajane na watu ambao wasiojiweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anapokuta kwenye hali ya kumsaidia maskini, Mungu anapokuona unasaidia wale watu wenye mahitaji maalum, Mungu moja kwa moja anafungua baraka zako. Haijalishi baraka zako zimefungwa na nini, haijalishi umefungwa na kitu gani, ila Mungu atanyanyua mkono wake na kukubariki katika maisha yako, na maisha yako yataenda kuwa yenye nguvu na baraka ndani yake. Kila utakachokifanya kitafungua jambo jingine jipya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo nimekuja na somo hilo, na ni mwisho wa somo letu la siku ya leo, na Mungu akubariki sana. Ujifunze kutoa ili baraka zako zikuwe katika maisha yako. Usisahau kusubscribe akaunti yetu ya YouTube. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube mpya ambayo inayoenda kwa jina la Get Pass to Heaven au GPH Gospel. Ingia pale, subscribe, na Mungu atakubariki, atakupa vitu vizuri katika maisha yako, na ufanye ibada zako mahali pale, kusikiliza maandiko na neno la kuweza kuinua katika maisha yako. Mungu akubariki sana. GPH Gospel inakupenda sana. Get Pass to Heaven inakupenda sana. Mungu akubariki sana. Karibu sana pale YouTube, tushiriki pamoja, tujenge mwili wa Kristo pamoja. YouTube channel mpya Get Pass to Heaven, GPH Gospel. Mungu akubariki sana. GPH Gospel inakupenda sana. Amina. Wakati mwingine tukipewa kibali na Mwenyezi Mungu. Amen.